Kutoka Zanzibar tukutana na mjumbe mwenyewe, mchambuzi wa kabumbu Mansa Musa, aenda kutupisha katika 1-2-3 za michezo na kubwa zaidi ni timu ya Simba Sports Club imeweza kucheza mchezo wake leo dhidi ya Fufuni FC na Fufuni FC na kuibuka ushindi wa bao 2-1. Sasa tukutana na mchambuzi wa kabumbu leo, anaenda kuchambulia mechi mwanzo mpaka mwisho imekuaje na mbinu za kocha Steve Barker zinakuaje, zinaingia kwenye mfumo ama zinatoka. Bwana, mambo vipi? Mambo fresh kabisa. Kwema? Kwema kabisa. Hali yako iko safi? Iko salama kabisa. Na kuona bwana utoka kuangalia kabumbu hapa nikasema kunyanyua mara moja unimwagie data za kiwakinifu kabisa juu ya mchezo kati ya Simba dhidi ya Fufuni FC. Steve Barker, mchezo wake wa pili. Ni mchezo wake wa pili katika mashindano ya Mapinduzi. Ameipokea timu katika mashindano ya Mapinduzi na amepata ushindi wa michezo yote miwili. Ushindi wa kwanza ukimalizika kwa bao 1-0 na ule ushindi wa pili lakini akipata ushindi wa mabao 2-1. Kwa hivyo ameanza na mwanzo mzuri licha ya kwamba anawakosa baadhi ya nyota muhimu katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, lakini anaonesha bado ana uwezo wa kuitengeneza timu na ana uwezo wa kuisaidia timu hata kama ikiwa katika mazingira ambao wachezaji wale tegemeo au nyota wale wa muhimu wa timu wakikosekana. Tumeona mbinu zake, watu wengi wamekuwa kilalamikia bwana, magoli yamepatikana kwa tabu sana. Kimsingi kwanza tujue kwamba mpira ni mchezo ambao kila mmoja amekuja amejiandaa vyema. Kwanza ukiangalia hata Fufuni FC si wapinzani wa kubeza, kwa sababu katika ligi ya Zanzibar wanashikilia nafasi ya pili wakiwa na point 14. Wamecheza michezo takriban 5. Wamefungwa mchezo mmoja tu. Wametoa sare mchezo mmoja, michezo 4 yote wameshinda. Kwa hivyo ni wapinzani ambao si wapinzani wa rahisi zaidi. Simba yeye amecheza michezo 5, akipoteza mchezo mmoja, akishinda michezo 4 akiwa na point 12, akiwa nafasi ya 6, lakini Fufuni FC wapo nafasi ya pili katika ligi ya Zanzibar. Kwa hiyo ni mpinzani ambaye si wa kubeza. Amekuja amejipanga, amekuja kuleta upinzani pia. Okay. Ndani ya Simba Sports Club tumeweza kuona mabadiliko kadhaa. Baadhi kuna watu walikuwa kimwaga sifa kwa Semfuko Charles pamoja na Nabi kama katika eneo la kati. Unaona kuna kitu kimebadilika ndani ya Simba Sports Club? Kwanza tukimzungumzia bwana mdogo bwana Semfuko Charles, ni mchezaji mzuri, anatokea Coastal Union. Alikuwa akicheza vizuri sana kiasi kwamba paka Simba na uongozi wake wakashawishika kumleta pale ndani ya Simba. Ni mchezaji mwenye utulivu mzuri, anapiga pasi sahihi na energy yake ndani ya uwanja inaisaidia timu kipindi ikiwa na mpira na kipindi pia haina mpira. Pia Nabi Kamara tumemwona katika game nyingi sana tofauti na Semfuko Charles. Uwezo wake wa kupiga long balls, high balls ile kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Pia leo ameisaidia Simba kupata goli akipiga shuti kutoka mbali zaidi na kumshinda mlinda mlango na kusababisha goli la pili. Ile shuti unalihitaji lile? Lile ni kombola la masafa ya mbali. Lakini uwezo wake na akili yake iliwaza na ikafikiria ikachagua kupiga mbali zaidi na kuisaidia timu. Sio jambo la kawaida sana. Tunaona wanaoweza kufanya hivyo kidogo kina Faisal kwa sababu wanakula, wanashiba vizuri, wana nguvu. Kwa hivyo ni wachezaji wazuri ambao wana uwezo mkubwa sana na wamekuja kuongeza kitu kwenye kikosi cha Simba ambacho huenda kilikuwa kinakosekana. Tunaona kipindi cha nyuma Simba alikuwa anacheza na Fabrice Ulamba Ngoma katika eneo lile ambalo sasa hivi Nabi Kamara akionekana akilicheza. Amekuwa akilitendea haki vizuri zaidi na kuonekana kwamba pengo la Fabrice Ulamba Ngoma likiwa limezibwa vizuri kabisa. Kwa Nabi Kamara ni usajili sahihi kwa Simba. Ni usajili ni katika sajili ambazo Simba msimu huu ambao wameokota dodo, mojawapo ni Nabi Kamara. Ni mchezaji mzuri na ni left footer pia. Elie Mpanzu leo anaonekana kidogo ameshine. Sio Elie Mpanzu leo atakuwa kimlalamikia mara kwa mara. Elie Mpanzu ni mbinu za kimchezo. Kwanza Elie Mpanzu ni mchezaji anayependa kucheza eneo kubwa zaidi, akipokea mpira kutoka chini na kukokota mpaka kufika kwenye eneo la half space ya wapinzani. Kwa hivyo Elie Mpanzu kitokea kapata nafasi kama ile ataonekana akicheza vizuri zaidi kuliko akitokea eneo la juu zaidi kupokea mipira. Kwa hivyo amecheza katika kiwango kizuri na ameonyesha kiwango kizuri sana. Steve Barker. Mbinu zake unaziona zinaweza kuwasaidia Simba hata kimataifa? Zinaweza zikawasaidia Simba kimataifa kwa sababu tumeona msimu jana Steve Barker amekutana na Simba ikiwa chini ya Fadlu Rahman Davis, yeye akiwa anafundisha Stellenbosch. Kwa hivyo alitoa upinzani mkubwa sana kwa Simba kiasi kwamba wao wakajiuliza mara mbili ni hawa Stellenbosch au namna gani. Kwa hivyo
Steve Barker ni kocha mzuri, ana CV nzuri, sawa. Kwa hivyo ataisaidia timu na apewe muda. Na Simba anaweza kumpa muda Steve Barker. Itampa muda kwa sababu amekuja katika kipindi ambacho ni katikati ya msimu. Akiondoka kocha wana Pantevu, anakuja Matatu, anakuja Steve Barker. Kwa hivyo unaona Simba watampa nafasi kocha. Ukiangalia pia ameikuta timu ikiwa na wachezaji wengine wapo katika majukumu ya kitaifa. Kina Morris Abraham, kina Selemani Mwalimu, kina Shomari Kapombe wapo kule, kina Wilson Nangu, kina Kagoma. Kwa hiyo timu imeondoka na wachezaji wengi sana, lakini leo anakuja kuonesha kitu kizuri zaidi. Anashinda katika mechi zake za awali. Kwa hivyo ataisaidia timu kimataifa. Matamanio yalio wengi wanatamani Simba akutane na Yanga katika finali. Unaliona hili? Mpira, katika matokeo ya mpira, katika mchezo wa mpira yote yanawezekana. Kwa hivyo inawezekana katika draw, katika matokeo yatakayotokea Simba na Yanga wakakutana. Ni jambo zuri na itakuwa ni mechi ya kuvutia sana na watu wengi wanaitamani. Natamani iwe hivyo, lakini mpira ndio utakaoamua. Unavyoona kiwango uliangalia mechi ya Yanga jana, leo mechi ya Simba. Unaona wanafiti kukutana, maana yake Simba amekuwa kikanyago mara 6 mfululizo, na akikutana na Yanga, je, Simba anaweza katoboa? Maana kwa mzake alishinda 3 jana. Ni kweli ukiangalia head to head ya Simba na Yanga kwa mechi za nyuma hapa kidogo. Kwa itakuwa ni mechi nzuri sana ambayo pia Simba watatamani kuitumia kumwadhibu Yanga. Kwa hivyo ingependeza zaidi, au kama itatokea vile basi Simba anaweza kalipa kisasi. Mpira ni mchezo wa maajabu sana. Tumeona mfano jana, wewe umeona Tanzania imecheza na Morocco, ameonyesha upinzani mkubwa. Si ndio? Leo Misri imetokea hapa tupu. Kwa hivyo hata Simba pia wanaweza wakamfunga Yanga kwa sababu ni mpira ule. Dakika 90 zitaamua nani ni bora zaidi kati ya hawa wawili. Neno lako moja kwa kocha Steve Barker, unamshauri kitu gani ndani ya Simba? Cha msingi ni kwamba yale ambayo amekuja nayo mazuri ayarithishe pale Simba, ili iweze kusaidia kukuza ile taaluma ya pale Simba, pia na mafanikio makubwa ya Simba, ili kuweza kufikia ndoto, kwa sababu Simba kiweo kubwa kwa sasa ni kufika mbali kimataifa. Kwa hivyo kocha anapaswa kuwekeza nguvu zaidi katika benchi lake la ufundi, kuongeza pale ambapo anaona kuna mapungufu na kuongeza mifumo zaidi pale ambapo anaona panahitajika kuongezeka kitu. Basi nikushukuru sana mchambuzi wa kabumbu.